nimepata vitu ambavyo nilivimisi sana muda mrefu. Yaani mtoto mtamu kama asali. Mtoto mtamu sana kama like sugar, wananyo wanasema inawekwa kwenye keki ya birthday. Mashallah. Mungu anipe nini? Nilikuwa nachelewa wapi? Nimepitia mateso muda mrefu sana. Wenyewe walikuwa wananiita sijui bojo, sijui bogojo. Hatimaye leo chuma kimepanda mlima. Mtoto wewe unakata kiuno kama feni ya juu ile, kama helikopta ile. Kasema ile hatari ile. Mambo ni moto. Yaani nimeenjoy sana. Na hizo kamba umezitoa wapi? Nimezitoa kwetu Mzenga. Mimi mwenyewe nimeenjoy. Tena nimeenjoy sana. Na yani nilikupania. Nikasema siku ya kukutana na huyu mtu. Yani maji yatamu. Kweli? Na ndio maana nikaamua nirudi. Maana nilijua tu kwamba unapata shida. I love you so much. Na kitu ambacho nilichojua, yule mke wangu nilomuoa Aisha Chogo ana nuksi sana. Maana toka niwe naye mambo yalikuwa hayafanyi kitu. Tumsekae beji, zinde kipoa, joko wapande mtonge. Wakawa wanaita bojo mtaa mzima nilizalilika. Kwa hizi kelele uzozipiga humu ndani, majirani watanikoma. Kesho nikitoka naenda kutangaza nje, nimepona. Sasa inabidi sasa hivi tukiamka asubuhi tumo, mchana tumo, jioni tumo. Sawa, tunakusikiliza yetu. Ulikuwa wapi wakati nalia na mapenzi? Ulikuwa wapi, mbona umechelewa? Asante sana. Wakiluchu, unafanya nini hapo? Nacheza game shemeji. Game? Wewe kuona kama kuna kazi mimi nilikuwa naifanya hapo? Kiluchu, ile kazi iliyokuwa hapo iko wapi? Nilikuja tu hapa mimi nikabonyeza X, nikaweka game nikaanza kucheza. Hivi wewe mtoto una akili kweli? Una akili Kiduchu nakuuliza? Unajua mimi kazi nilikuwa nafanya kazi gani hapo? Kazi nimeifanya kwa muda mrefu, unakuja una cancel. Una cancel Kiduchu? Kweli? Unajua ni kazi gani mimi naifanya hapo? Mimi nahangaika kupambana kwa ajili ya kuendesha hii familia, kuendesha hii nyumba iweze kuendelea mbele. Wewe unakuja una cancel kitu ambacho mimi nafanyia kazi. Kiduchu, ni mara ngapi nimekuambia sitaki uguse vitu vyangu? Mara ngapi nimekuambia sitaki uguse kabisa vitu vyangu? Lakini still bado unarudia. Unakuja unaniambia tu umecancel. Unajua nilichokuwa nakifanya Kiduchu? Unajua muhimu wa hiyo kazi? Au unajua inatakiwa wakati gani? Unaona muhimu ni game. Hilo game linakusaidia nini wewe unacheza? Linakusaidia, linakupa chakula? Unakula hilo game? Mbona unafanya vitu kama mjinga? Ni lini utakuwa? Kama kweli hapa ndo nimeamini. Wewe yaone. Like kama wewe ungekuwa mtu mzima, ungekuwa na majukumu yako, ungekuwa na nyumba yako, ungeelewa changamoto ambazo mimi nazipitia na jinsi gani najaribu kuzisolve hizo changamoto za nyumba hii, lakini still unakuja unafanya ujinga namna hii. Unataka niongee mara ngapi? Au niongee kwa lugha gani ambayo inaweza kuwa rahisi kwako kueleweka? Hivi Kiduchu, unadhani mimi nashindwa kufukuza? Unadhani nashindwa kukufukuza? Siku yako ipo nitakufukuza humu ndani na utakuja kuamini. Na sitojali mtu yoyote
hata mama yako aje kwa magoti hapa, sitokupokea tena. Huu ni ujinga unaofanya. Lakini shemeji, nilikuwa nacheza game tu. Unajisikia hata unachokiongea? Yaani unaongea kana kwamba kichwani kwako humo hakuna akili, hakuna kitu humo. Ni maji, ni boksi. Game linakusaidia nini kiduchu? Unakula, nimekuuliza hilo game. Unakata kazi ya kwangu ya ofisini unakata. Mimi nimepambana kufanya hiyo kazi usiku kucha. Sasa hizi unakuja unaniambia umekata kwa sababu unataka kucheza game. Kumbe ndio maana PC yangu nikiacha mara nikuta imehamishwa, mara nikuta haina chaji. Ni wewe unaichezea, si ndio? Naongea na wewe, usinitumbulie macho kama umebanwa na mlango hapo. Hebu toka hapo. Toka nakwambia. We, Lydia. Kwanza wewe kilichokutoa kule lodge ukaje huku nyumbani ni nini? Unajua umenistua sana mimi nilivyokuona pale. Anyway, tuachane na hayo. Pale mke wangu sasa umemwaga vipi? Asa Martin, unataka mimi nimwage vipi? Nimemwambia na haraka na mwaia bwana wangu. Sasa mimi lengo langu pale namwaga mke wangu kwa leo nitachelewa kurudi ili nije nipitie pale lodge nilipokuacha. Wewe unakimbizana tena kurupu. Unajua hata tustukia yule. Asa Martin, unaanzaje kumkumbatia mke wako na mimi niko pale? Ule ni utaratibu tu ambao nimemwekea mke wangu. Kila nikitoka pale nyumbani mara nyingi huwa namkumbatia. Ndio namwagaga hivyo yani. Utaratibu gani huo Martin? Hamuogopi hata wageni. Yaani mimi niko pale unamkumbatia mke wako. Aya, fanya. Sasa unataka nini? Na maana kukumbatia hapa mbele za watu kweli? Martin, sihitaji maswali. Naomba ufanye haraka. Okay. Anyway, nakupenda. Haya, sikia sasa. Mimi nilikuwa nataka nikupigie simu ili tuonane baadaye, ila kwa sababu nimekuja tunaweza tukaondoka. Na nilivyokumisi, misa. Sijali. Ila sasa tusishikane kama hivi sasa. Unajitakira kona mpaka na rafiki zangu mimi iko wapi? Heshima pete ndo ama pete. Kuna mama, kuna kati kwa kati, kuna kimbele mbele, kuna kinyume nyume, kuna kati kwa kati, kuna kuna kati kwa kati, kuna mama, kuna kinyume nyume, kuna kati kwa kati, kuna mama, kuna Wewe kiduchu. Vumilia mama, kiduchu yo. Jambo. Mumeo yupo? Namhitaji na shida naye. Mume wangu. Shika baba. Marahaba. Jambo. Mimi si jambo. Mna relax kabisa. Hamna shida. Mtoto wa kiume, huna shida kabisa. Hata taarifa huna, habari huna. Baba,
kiukweli nadhani wewe ndio umewahi. Lakini siku mbili hizi nilikuwa nakutumia mzigo wako. Kwa hiyo ulikuwa unanisubiri mimi nifike ndio unaniambia maneno kama hayo, si ndio? Hapana. Kwa hiyo unaninyima mimi haki yangu ukaamua umpendezeshe huko binti, si ndio? Binti mzuri kabisa, wewe unashindwa kula. Eti uliwahi kulala na njaa? Unalala chini. Mtoto mweupe kama malaika. Yaani unampendezesha huyu, mimi uninyime haki yangu, si ndio? Heshimu unapolala. Siku zote mpangaji ni mpangaji, mwenye nyumba ni mwenye nyumba. Unasubiri bosi nifike ndio ninakwenda kutafuta. Vipi? Hapana mzee wangu. Kuna mambo tu yameingilia hapa katikati ndio maana nimechelewesha. Ila nakuahidi na ni swala la uhakika. Wiki hii haiishi na kutumia pesa yako. Haina shida. Sio na wasiwasi. Kwa kuwa na nyumba nyingine Mbagala. Kwa hiyo naamua sasa hivi nimchomweni hapa nende kamchomekeni kwenye nyumba yangu ile Mbagala. Mnasemaje? Hapana mzee wangu, usifikie. Mimi hapa napapenda. Na naamini mke wangu pia anapapenda. Ila nakuhakikishia wiki hii haiishi. Nakupa pesa yako. Si ndio mke wangu? Ndio, tunaomba kitu kimoja tu baba. Wiki moja. Mbona mnataka matatizo nyinyi watoto? Eti mnania kwamba mimi ambaye mzee Totolo nionekane mbaya, si ndio? Kwenye changu, maana kila siku mtu mdai chake anaonekana mbaya. Lazima nikupe pesa yako. Sasa, labda nikuulize. Unajua kupiga deki? Eti anajua mumeo kupiga deki? Nitakufundisha. We kaka, umenisimamisha muda wote hapa. Afu ongei. Naomba usimpotezee muda wangu. Kwa hiyo muda wote ninapokuambia unielewe au vipi? Mimi nimekwambia nakupenda. Sio kukupenda tu. Na nakuhitaji. Na hata kama una shida ndogo ndogo, mimi nipo radhi kuzitatua. Kwa hiyo naomba unikubalie. Afu mimi ni mke wa mtu. Mimi sio malaya. Kwa tafadhali naomba tuheshimiane. Mimi sijakuita wewe ni malaya. Na kama ungekuwa malaya, ningetoa pesa ningeshakununua sasa hivi. Lakini mimi nakuhitaji. Tena nakupenda kwa dhati. Ila mimi nina pesa. Na sio shida ndogo ndogo tu. Hata kubwa nakutimizia. Wewe alokuambia ana shida na pesa zako nani? Sina shida na pesa zako. Na hizo pesa zako wapelekee hao wapumbavu wenzio. So mimi, naomba unikome. Tena unikome. Kaa mbali na mimi. Popote utakaponiona, usije ukasubutu kuniita. Wewe tena macho kuona. Ulikuwa unazungumza naye nini? Amna. Yule dada aliangusha pesa yake. Lakini mimi katika kumsaidia kuokota, naona mwenzangu ananifokea. Hasa sijajua kama alijua mimi nataka nimuibia au vipi. Mwenye sina shida ndogo ndogo. Kwa unafikiri mimi sikujui wewe? Na hiyo tabia yako ya umalaya. Yaani wewe uokote hela afu urudishe. Acha wivu bwana. Mimi nakupenda wewe mke wangu. Na sipo radhi kuongezea mwanamke mwingine. Kuwa na amani. Yaani usiombe siku nikakukuta. Utataja jina langu la utotoni. Hebu tuondoke. Vipi ndugu yangu? Umeniita, nilikuwa niko na wateja. Niambie. Unajua kuna mambo yananichanganya sana. Na mimi naamini sana kwenye kuongea.
naamini kwamba therapy nzuri kwa afya ya akili ni kuongea. Ukimwambia mtu akakushauri, unakuwa uko sawa. Na nimekaa nikafikiria, nikaona kwamba mtu sahihi ambaye naweza nikamwambia mambo yangu bila shida yoyote na kanipa ushauri ambao una maana ni wewe. Sawa. Ni changamoto zipi hizo ambazo zilizokukuta? Kaka, dunia ni kitu cha ajabu sana. Dunia imeamua kunishangaza. Dunia imeni surprise sana. Kaka, unavyonitazama hapa mimi sasa hivi sina kazi. Mimi sina kazi. Kitu ambacho nilikuwa nategemea kwenye maisha yangu. Kitu ambacho nilikuwa kula yangu na kuvaa kwangu na kuishi kwangu. Leo sina tena. Na sababu ya kupoteza kazi yangu siitambui. Wanasema nimeiba pesa. Kaka, na hapa mbele za Mwenyezi Mungu, Mungu anasikia sauti yangu sasa hivi. Mimi sijawahi hata siku moja kushiriki kwenye wizi wa aina yoyote. Leo naitwa mwizi, nimeiba. Sasa kibaya zaidi, mke wangu ana ujauzito. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Sasa unakwenda kuitwa baba. Na kingine, sidhani kama Mungu anaweza kukutupa. Utarudi kazini na utakuwa sawa kama zamani. Baba, naenda kuitwa baba, sikatai. Lakini mwanangu atanitazama kama baba wa aina gani? Baba ambaye hana kazi. Baba ambaye nitashindwa kumlea mwanangu kama inavyotakikana. Na sijakwambia jambo moja. Baba mwenye nyumba pia amekuja. Ametupa wiki moja tu tutoke kwenye nyumba yake. Haya, mtoto nitamlelea wapi? Kaka, nachanganyikiwa. Pole sana. Lakini sidhani kama baba mwenye nyumba anaweza kukufukuza. Kwa sababu wewe ni mlipaji mzuri sana wa kodi. Mimi nadhani yeye mwenyewe anajua wakati wa shida, na mtu akiwa ana shida ni mtu mzima yule. Kwa hiyo sidhani kama anaweza kukufukuza. Kwa hiyo cha kufanya, wewe endelea kupambana. Mwenyezi Mungu atakusaidia na utakuwa sawa. Hata mimi natamani iwe hivyo kaka. Natamani sana iwe hivyo. Natamani Mungu aninue kwa mara nyingine tena. Kama alivyoniinua mara ya kwanza, basi aninue tena. Hali ni mbaya kaka. Unajua mpaka unafikia wakati naanza kujuta. Naona kama vile nimekimbilia maisha. Kwa sababu kijana wa umri wangu kupanga nyumba kama ile, kukimbilia kuoa, kuishi na mwanamke ndani. Sijui nilikuwa nawaza nini. Nina umri mdogo, ningeweza kujitafuta. Lakini nikajiona nayaweza. Sidhani kama ni kwa ubaya, kwa sababu wakati huo ulikuwa na pesa. Na ulikuwa ni wakati wako wa kufanya hivi. Na pia ukiwa na pesa majukumu yanaongezeka. Sasa mimi sidhani kama ni jambo la kulaumu sana. Mimi naamini katika utendaji wako wa kazi. Utapata kazi sehemu nyingine au hapo hapo kazini kwenu watakuita. Sidhani kama unaweza kupata mtu kama wewe. Mchapa kazi. Na una heshima pia. Sidhani kama unaweza kupata mtu huyo. Sawa, nimekuelewa. Basi sawa. Mimi ngoja niende ofisini kaendelee na kazi yangu. Lakini kama kuna tatizo ambalo litakukuta, utanipigia simu na tutajua tunafanyaje ili tuweze kulisolve. Nzuri. Umekuja umepooza na sikuzoea hivyo. Nani? Mimi niko sawa. Sema kuna mambo tu yanachanganya. Mambo yangu ni ya familia yangu. Sawa,
nikushirikishe, nikushauri. Achana nayo bwana, mimi nilipita tu kukusalimia. Sio vizuri kukaa na kitu moyoni wakati unao kumshirikisha. Mume wangu amefukuzwa kazi. Alafu pia mimi nina mimba. Anakuja toka lini? Toka juzi. Pole. Usijali, ni swala la muda tu, litapita, tupata kazi nyingine. Usiwaze sana. Mimi hapa nawaza. Siwezi nikamlea mwanangu. Huyo mume wangu mwenyewe ndio kama hivyo. Hana tena kazi ya kuniongezea kipato. Alafu kingine, mwenye nyumba kashaanza kusumbua. Na ninavyomjua yule, hata sijui. Mdogo wangu, kila mmoja tuone. Dalali. Dalali. Si mwenyewe hapa. Hiyo ndio simu ambayo naiuza. Mimi nilinunua 650. Ila kwa sababu nina shida sana na sasa hivi changamoto tunazipitia, naiuza 300. Oya Bobu. Hii simu 300 utoboi. Yaani mimi nikichekecha. Hii laki. Hapo chapu mteja chapu tu hapo tunaiuza hii. Lakini mwacha utani bwana. Hiyo simu nimenunua 650 na haina muda mrefu, hata mwaka hajamaliza. Na risiti kila kitu mimi ninacho, kama ukitaka nitakuletea. Hiyo simu 650 yake nimenunua na kwaje 100. Babu, sikiliza. Shika simu yako. Maana vipengele vishaanza kwa vingi. Nimeshakwambia 100,000. Elewa hivyo. Sasa wewe 300 unataka kujiforce. Shika simu yako, utafuta mteja mwenyewe. Sikia. Wewe cha kufanya. Mimi nakuuzia simu 300. Nisaidie 300. Ili mimi mambo yangu niweke sawa, kwa sababu 100 mimi siwezi kumaliza mambo yangu. Na hii simu thamani yake kwa 100 kaka. Nishakwambia hii simu nikichekecha mimi laki chapu tu. Sasa wewe unataka sio 300. Yaani kwa sababu una shida ndio una force shida zako ili utimize haja zako. Hii simu mwanangu 100. Kama utaki shika simu yako, katafuta mteja mwenyewe, udalalie mwenyewe hivyo, shika. Sikia, basi sikia. Sio wanaume au sio? Nigime 250. 250 hiyo 50 basi mimi nimesamea. Nigime 250. Kuna kabila gani afi yangu? Unashindwa kuelewa. Mimi 100 hapana mimi bwana. Siwezi kukosa simu. Yaani simu za 100. Mimi naondoka bwana. Mimi naondoka kaka. Oi vipi? Wewe nenda. Wewe ndio nyumbu mwenyewe. Paa basi. Basi amna mama nige. Na nini 100? Mambo si ndo kama hayo. Unete vipengele vingi. Mimi tayari mteja nishampangilia. Maisha yako ufikirie na kuuza kitu ufikirie. Vipi babu unafili wapi? Mimi mteja tayari nishamwelekeza kama kuna simu 100,000. Twende mteja hivyo. Mimi nikajua hela unayo hapo keshi. Twende kwa mtu mwingine tena nipe langu. Babu, mimi dalali. Sawa, mimi sio mteja, mimi dalali na dalali ya vitu. Babu nitagaili sasa mando. Bora.
nashindwa kuelewa. Sijui nini kinanitokea kwenye maisha yangu. Yaani tangu nipoteze kazi yangu ni mikosi, shida, dhiki. Wewe mwenyewe unajionea hapa ndani. Hapa ndani ilikuwa ni nyumba yenye amani na furaha. Lakini sasa hivi kumekuwa kama jehanamu. Sehemu ambayo hamna mtu yoyote anatamani kwenda. Sisi sio wakula mlo mmoja. Sisi sio kushindwa kubadilisha nguo, kufanya tunachokitaka, kwenda out. Sio sisi hao. Lakini angalia sasa hivi maisha yetu. Na yote yametokana na mimi. Kwa nini niruhusu kufukuzwa kazi? Na ingali najua kabisa hiyo kazi ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Mimi hata sielewi. Nachanganyikiwa kabisa mke wangu. Usijali mwanangu. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Haina haja ya kulia. Tumombe tu Mungu. Huwezi jua Mungu anakusudia gani. Kwa nini Mungu amenichagua mimi kunipa mitihani yote? Kwa nini anijaribu? Nani alimwambia kama mimi ndo askari wake mwenye nguvu anapaswa kunijaribu? Nani kamwambia? Mimi siwezi kukubali na kuangalia wewe unateseka huko ndani bila msaada wowote, na mimi nipo na kutazama tu. Siwezi kukubali eti mwanangu anazaliwa leo ananikuta babake nipo kwenye hali kama hii. Siko tayari kwa hilo. Sijui nini nifanye. Mimi sijui kama Mungu upo pande wangu tena. Naona kama kanitelekeza tu. Lakini haina haja kumkufuru